So hii kitu ilikuwa ni lazima wewe mwenyewe wakusike, na huyu ni Brighton, unaona ni mkubwa, Ndio. akifuatiwa na wewe, Ndio. na huyu ni Hafiana. Ndio daktari. Tukukuja na huyu mdogo. Ndio daktari. Mimi tuongozane tu twende. Mtoto wangu, Ndio daktari. kwani umestuka? Sijaona maajabu kama haya. Nimeshaona mara moja Kisii, tena hii tena ni mara ya pili. Yaani, najua Kisii ilikuwa ni mtu mwingine, alikuwa na kutafuta. Ndio daktari. Na hapa sasa imefika ni mtu mwenye alikuwa ukaribu sana na wewe. Ndio daktari. Ni mtu mwenye anajua mienendo yako vile wewe unaenda. Ndio daktari. Na yeye ameamua kukufanyia haya mambo yote. Lakini usijali. So kila kitu itakuwa sawa. Tu mahali tulikuwa tumekaa. Na kwa hakika hizi vitu ambazo zilikuwa kwa nyumba. Na umeona ukubwa wake ambazo zilikuwa nazo. Ndio maana zile nguvu Mungu alinipatia, wakaniagiza hizi vitu sasa hivi kwa ile siku hatungeweza kutoa. Nataka nisipange sote pamoja hapa. Vile zimefunganizwa. Msanangu. Ndio daktari. Kwa sasa hivi nimeweza kufaulu kutoa hizo vitu zote. Na hakuna kitu ambacho imepaki kwa hii nyumba tena. Na vile sasa hivi unajua kitu ambacho kimepakia ni kutakaza hii nyumba yako. Nikitakaza hizi vitu zote nitaenda kujoma na kila kitu itakuwa sawa. Tunaelewana? Ndio daktari. Haya, sasa kama uko na swali ambayo unaweza kuniuliza, mimi nikapata yale na niko kukupatia jibu ya hilo swali ambalo umeniuliza. So daktari, hizi vitu ambavyo umefunganisha vina maana gani? Hapa naona na hii ni nini sijui iko ndani hapa hizi. So, nataka tuanzie na hii. Ndio daktari. So, hii ni kunda ya kwanza ambayo ameifunganiza. Ndio daktari. Taifungua na tuione na ndipo nikaweza kukuelezea vizuri. Angalia. Nimeuliza ni vitu gani ambazo zimefungwa hapa ndani. Ndio daktari. Na maana ya kufunga hivi ni nini? So, hizi ni pesa ambazo amefunga hapa ndani. Ndio daktari. Kwa maana ya kufunga hivi, angalia kuna kitu ambacho amepaka hapa. Kinakaa kama ya white. Si ndio? Ndio daktari. So, kwa kuwa amefunga pesa zako, amefunga pesa ya kwanza ilikuwa juu ni hii coin. Ndio. Shilingi moja. Ikakuja ikafuata na mbao. Ndio daktari. Ichafungwa mahali imeangalia juu ya mahali imeandikwa pesa. Ndio daktari. Na imechorwa simba. Ndio. Sio mahali hapa imechorwa mtu. Ndio daktari. Hapa. Ndio. Na hii ilikuwa hivi. Ndio daktari. Na same. Hata na hii shilingi ni hivyo. Mahali mahali inaonekana ni shilingi moja, ni coin ya 20, ni coin ya 10. Mbona huyu mtu alikuwa na maana ya kusifunga hivi? Sijui daktari. Kwa kuwa mahali popote unatembea kufanya kazi, pesa ambazo unapata
hata kama unaingiza kiasi gani. Ni kwambie for example, sasa hivi ukiingiza milioni 10, ukuja nazo, ukifika kwa hii nyumba, hata hizo pesa utaona umefanyia nini. Hey. Na imagine ni pesa ngapi? Ni milioni 10. Ni kweli daktari ameamini kabisa. Alikuwa amekufunga kupitia hizi coins. Hata ukisika pesa ngapi, mkiwa mmesika pesa ngapi na mzee, hata mkiwa mmesika milioni 20, hata kama daktari ni ukweli kabisa, kwa sababu kuna wakati nilikuwa napata pesa kupitia ile duka yangu ya manguo na viatu. Pesa zenyewe sasa tunaulizana na Brighton, babe, tumetumia hizi pesa, hakuna mwenye anaelewa mali pesa zinaenda. Na tukiangalia pesa tunapata, but mali vile tunatumia tuelewi kabisa. Ndio maana hiyo sasa. Na kuna hii ingine hapo imefungwa. Tunafungua moja kwa moja, sikuwe na wasiwasi yote. Ndio daktari. Angalia na hii. Hiyo kitu ina shine metameta. Wow. Unajua hii ni kitu gani? Sijui vizuri. Sio ni nini hiyo daktari? So naona hii kitu nikifanya hivi, nikigeuza hivi na melemeta. Na metameta. Ningeuka colors. Si ndio? So hii kitu ni ya ulifunga hapa vizuri. Kuwasika miendene yenu mahali popote ambao mnaenda. Alikuwa anatumia hii kitu kujua leo hii Ange ameenda mahali fulani na anaenda kupata pesa fulani. Ndio maana umeona aliweka karibu na nini? Na pesa. Ndio daktari. Leo Ange ameenda kufanya biashara fulani. So hii kitu ilikuwa nafuata mienendo ambao mahali popote ambapo ulikuwa na kanyaga, mahali popote mzee wako alikuwa na kanyaga. Ndio daktari. So hii ilikuwa na kufuata mienendo na inajua umefanya kitu ya kitu fulani na umefanya kitu ya kiasi ya pesa fulani. Hey. Sio kama umenielewa kufika hapo. Nimekuelewa daktari. Twende. Kuna hapa mali imefungwa. Amefunga kasako. Mali utakuwa umenielewa, utaniuliza nitarudia kuna nitakuelezea. Sawa? Ndio daktari. So unaona hii kitu ambayo imefungwa na ilikuwa imefungwa hivi kwa sako. Ndio daktari. Na wakati imefungwa sako, kuna mahali imewekwa hii ni kona na hii ni kona na hii ni kona na hii ni kona. Ndio daktari. So hii kitu ilikuwa ni lazima wewe mwenyewe wakusike. So hii ni kama kabuli yako umekuchimbia. Ndio daktari. So unaona ilikuwa imepitia kama ni sako, lakini ukiangalia vizuri ni kitu iko na kona ngapi? Kona 4. Ndio daktari. So hii ni kumaanisha wao wenyewe wamesha kufanya nini? Wamesha kuhusika na wamesha kuchimbia kabuli yako. Ni kweli daktari. Wacha tuone kwa hii kabuli kama kuna vitu ambazo walikuwa wameweka ndani. Jennifer. Uliacha mtoto. So kwa hii kabuli walikuwa wamekuchimbia kabuli, lakini hakuna kitu ambacho walikuweza kuweka ndani. Ndio daktari. Wacha tufungue na hii ya chini. So kufika hapa hii haina kitu tumemalizana nayo. Ndio. Mimi msichana wangu kufika hapa mali mimi nimefika nimekuelezea. Kuna mali uko na utatanizi ama unataka kuniuliza jambo? Nimekuelewa kabisa daktari. Acha tuendelee. Wow. Sijui unaona kitu ambacho mimi nimeona hapa.
Ui, Msichana wangu, ndio daktari. amka tu. Simama tu. Nataka unifungulie hii. Ami, Ndio daktari. usiogope, uza hivi. Hii ni nguo ya nani? Hii ni nguo ndogo sana. Na ni ile nguo ya ndani ya mwanamke. Ndio daktari. So, hii nguo ambayo ilichukua nguo ndogo ya mwanamke. So unakumbuka ulikuwa umefungua duka ya biashara. Ndio daktari. Hii duka ambayo ulikuwa umefungua, waliona hakuna uwezo ambao wataifikia kuipata. Ndio daktari. So hii duka walisema hii nguo ilitoka kwa duka yako. Ndio daktari. Walisema hii nguo wataichukua na zile biashara zote ambazo unafanya Ndio daktari. zitaanza kuanguka. Ndio daktari. Ndio maana wakaweka hii karatasi kando yake. Ameandika 666. Nataka uangalie karatasi hapa juu imeandikwa nini? 6666. Na hapa imeandikwa nini? 6666. Na hapa imeandikwa nini? 6666. Na hapa hizi nini zimechorwa? X. Na hapa? Alama za X, X. Na hapa? X. Na hii ni nini? 666. Hey. Nataka uangalie vizuri sana. Imechorwa alama ya 666 na XX. Na akatikia Avi right, mimi akaniekea XX. Tulia kwanza. Hatujafika hapo. So mimi nataka kuonyesha hii ni 6666. Ndio. Na hizi kuna XXX, si ndio? So tukikuja hapa sasa, huyu ni mtoto wako. Ndio daktari. Na huyu ni wewe. Ndio daktari. So wewe hapo umewekewa X. Ndio. Na mtoto wako amewekewa nini? Right, 3. Tick. Ndio daktari. So hizi tiki 3 na wewe ni X ngapi? 1 2 3 4. Ni mingi daktari hadi huko chini. Achana na hizi. Nataka tufuate hizi kwanza, ziko kwa uso. Hizi zinaonekana kwa uso kabisa. Ndio daktari. Ni 1 2 3. Na hii moja kwa nini? Karibu na kichwa. Hapa kwa nywele yako. Ndio daktari. So na alama zako wameandika 6 ni ngapi? Mara 3. Ndi 1 2 3. Si ndio? Wakakuja wakaongezea moja Hiyo. ya 4. So na hapa kwa hivyo wamemaki mara ngapi? Mara 3. So hii alama hii 66 wameandika hii ni alama yao. Ya uchawi yao. Ndio daktari. Na hii XX kwa hapa wamekuwekea hii ni wewe kuangamiza. Ndio maana ameweka karibu na kaburi, nimesema. Si ni kaburi ambayo tulikuwa tumefungua. Ilikuwa karibu na picha yako. Ni kweli daktari. Hapa tick, mbona wameweka mtoto wako tick? Sijui daktari. Yeye ndiye alikuwa urahisi wa kupata mali yote kupitia mtoto wako. Ni kweli daktari, sababu vitu vingine nimeweka kwa jina la Avi. Mtoto wako ndio maana alikuwa na mpenda yule mfanyakazi ambaye alikuwa umemwandika hapa. Ni kweli daktari. Mwenye alikuwa anaitwa Ni kweli. Elisa. So, mimi sijui kufika hapa kuna mahali hujanielewa. Nimekuelewa daktari. So, kwa hizi tumemalizana nazo. Ndio daktari. So, waja nikuje kwa hii. Hii Anji. Director wako angalia vizuri sana. Hii imeandikwa jina yako. Ndio. Anji B must. Sijui kama umeona. Ndio. Director ameona kabisa. Ndio. Die. I promise. Ndio daktari. Yaani Anji pia lazima afanye nini? Akufe na aidi. Na kitu ya kwanza tumepata ni nini? Kaburi langu walikuwa wamenichimbia. Na hapa wameandika nini? Anjibio must die, I promise. Na hii ni wametumia? Mimi sijui daktari. Kuna hii inaitwanga sijui ni Pampers. So hii Pampers tutataka kuifungua. Kuna vitu ambazo wameweka ndani. Ndio.
Angalia mimi. Sijui kama mtoto wangu unaona. Naona daktari. Na wakati wameweka hizi vijiti, kuna karatasi ambao wameweka huko ndani. Picha yangu. Nilikuwa na mimba hiyo mtoto mdogo. So hii picha umejua ni ya picha ya nani? Ni yangu daktari. Ukiwa? Na mimba hiyo mtoto mdogo. So kufikia hapa sasa hivi kama unajua hii picha umeiona na umejua ukiwa na mimba ya mtoto mdogo. So hii picha ambayo umeiweka hapa ndio ilikuwa imesababisha wewe mwenyewe kupitiza nini? Siku zangu za kujifungua daktari. Na hii picha ndio ilikuwa imefanya wewe wakati mimi nilikusaidia ukaenda hospitali ukaambia utapeleka wapi? CS. Yes, ndio daktari. Ndio maana ya hii picha mami. Ndio daktari. Sio kama tunaelewana. Nimekuelewa kabisa daktari. Kuna vitu ambazo walikuwa wamefunga juu hizi vijiti ambazo zilikuwa zinafanya hizi vitu ambazo zimetendeka kwa hii ujauzito wako, hii ndio walikuwa nakoroga nazo. Hey. Kwa hivyo ndio zilikuwa zinasaidia nipitishe niumwe, nipitie mateso yote nilipitia. Ndio maana hapa wakaandika so hapa sasa tukiwa tumefungua hivi inaanza na date I promise. Ange must die. Hapa ni must. Must ndio daktari. So ukifunika hapa ndio inaanza na Ange B must date I promise. Ndio daktari. So ndio hii picha ambayo imefungwa ndani. Ndio daktari. Mimi sijui kuna mahali hujanielewa bado. Nimekuelewa kila mahali daktari. So hapa ndio kuna maajabu hiko. So tukianza na hii picha yako. Mari, sijui nakumbuka hii picha. Ndio nilikuwa na ujauzito wa Viana. Ukiwa na ujauzito wa Viana. Hiyo ni ujauzito wa Viana, mkiwa na nani? Bwanangu Brighton the PL. The PL. Ndio. So ukiangalia hii kitu wameweka black, si ndio? Ndio daktari. Mjai yoyote anataka kitu ya black na kitambaa ya nini? Ya red. Ya red. Unaona ndani? Hiyo ni daktari. Ni makojo ama ni nini? So hapa ndio nataka unisikize vizuri sana. Ndio daktari. Unaona hii ni nini? Mimi sielewi vizuri daktari. Inakaa makojo ama ni nini? Hii ni mkojo. Hey! Na ukiona nikitingiza hivi ni nini inatoka ndani? Kuna bubbles nafu kuna vitu za black. Yeah. So hii maana ya kuweka hapa alikuwa amekuweka kwa kuja kutafuta mali yako yote ambayo alikuwa nayo. Ndio daktari. Akitumia picha ambayo ulikuwa na ujauzito wa Aviana. Mahali popote ambapo ulikuwa unatembea kwa kuwa walikuwa wanatumia hii kwa watajua biashara zote mahali umeweka mali yako yote mkiwa na Brighton the PL watajua kupitia na hii. Ndio daktari. Wakuwa kuangamiza kwa hii kaburi ambayo ilikuwa imechenga. Ndio. Wewe mwenyewe ungekufa
na yule mtoto mdogo, Ndio daktari. na wangechukua Brighton Ndio daktari. the PL huyu mwenye unaona hapa, Ndio. ndio maana wamemweka hii ingemkoroga Ndio daktari. waweze kumpata. Ndipo walitengeneza kitu na wakaweka maji huko ndani. Sasa hii maji tukifungua hapa, hii nyumba hata kama ni mwezi mzima mwezi kaa. Ndio daktari. So ndio maana sijui kama umenielewa maana hii chupa. Nimekuelewa daktari. Na hii chupa haikuwa na nini, hii kitu ya LED. Ukiangalia ufuniko, ufuniko ilikuwa ya white. Ndio daktari. So wakatafuta kitu ya LED wakaweka hapa chini. Ndio daktari. Haya, tukuje kwa hii. Hey, nilikuwa na mimba huyu mtoto mdogo sasa. Ukiwa na mtoto mdogo. Ndio. Huyu ni wewe na Brighton. Ndio daktari. Na ukiwa na mimba ya mtoto mdogo. Ndio. Ukiangalia hapa kando, wamefanya nini? Wamedunga tumbo. Wametunga dumba yako. Ndio. Na hapa kando wamefanya nini? Wameniwekea X. Wamekuwekea X. Hapa kuna kitu ambacho wamekufanyia. Sijui kama unaona. Ndio daktari. So, tukuja hapa kando yake ni nini niko? Ile gari yetu. Kwa kuwa mali yenu yote, hii ndio kitu ambacho ningesimamia mali yenu yote. Yeye apate urahisi wa kuichukua. Ndio daktari. So, ndio maana alifunga na kifuniko ya LED. Ndio daktari. Kwa hii kitu ambacho ilikuwa inaonyesha mienendo yako mahali mnatembea na mzee wako. Ndio. Na ni biashara ngapi ambao mmefungua duka ngapi, pesa ambazo mnapata mnaweka wapi. Ndio daktari. So hizi vitu zote ambazo angekuwa ametumia na akaweka nini hapa mami? Haki daktari sijui. Hii inakaa nini? Sijui yake. So hii ni mkojo. Hey. Lakini chini yake Saa vitu za LED. Ndio. kuna vitu ambazo alikuwa ameweka ya LED. Ndio daktari. Ambazo zingefanya we mwenyewe ungekufa. Wao wenyewe wangepata Brighton ya urahisi. Na wakati wangempata hii kitu ya LED, hii ni kumwambia hata yeye mwenyewe wakati wangepata mali yote, hakuna mali angeendelea na kuishi. Wangemaliza pia yeye. Hata yeye wangemmaliza. Na wakati wangekuja kummaliza, kuna mtu mmoja angebaki wakati wamepata mali yote. So wakati wamepata pesa zako zote, maduka zako zote, magari zako zote. So mtu mwenye alikuwa amepaki ni nani? Mtoto wako. Afya na P. Afya na P ndio hiyo wamemrarua hapa nusu hii kitu. So na yeye mwenyewe wangefanya nini? Wangekuja kumwangamiza baadaye. Hey Jesus, the blood of Jesus. Ndipo waweze kubaki na mali yako yote. Kwa hivyo Tunaelewa? alikuwa anataka kutoa moja mmoja hadi wahakikishe watu Moja wamemaliza kila moja mtu. wamemaliza kila mtu na wamepakia na hii mali yako yote. Sio kama tunaelewana. Daktari nakuelewa. So hapa wakakuja wakaweka hii. Unajua hii inaitwa aje? Hii si Manyoya. manyoya. Hii ni manyoya ya kuku. Unaona hii ni ya kuku. Ndio daktari. Na wakaweka manyoya ngapi? 2. 1, 2, 3. Na kuna mali wameifungia hapa. Ndio daktari. Na wakaifungia kwa chupa wakaweka kitu ya mchanga ya plaki ndani. Ndio daktari. Kwa nyinyi hakuna mali mtakuja kuona mwangaza. Ndio daktari. So nyinyi nyote umeweka kwa nini? Kwa giza. Ndio daktari. Na wakafungia kuna kitambaa ya LED. Ndio daktari. So acha tufungue tuone na hii karatasi ambayo wameweka hapa ni ya nini. Hii ni ya kwanza wamefunga. Ndio daktari.
Hii ni ya pili. Ndio daktari. Unaona ile ilikuwa kidogo sana, hii imekuwa kubwa. Ndio daktari. Haya. Naka kimbamba. Ndio daktari. Ilikuwa imefunga. Ya tatu. Tukiendelea. Ndio daktari. Angalia sasa. Nani umefunga? Brighton the PL. Lakini hapa juu wakaeka kaexka gani? Kex kamoja. Ndipo nimekuambia Brighton mwenyewe ndiye angekuwa mtu wa Angekuwa mtu wa? Yeye ndiye angekuwa mtu wa pili wa mwisho kumalizia. Ndio daktari. Wakishamalizia Brighton ndio wakuja kumalizia nani? Aviana B. Aviana B. Unaona hii kitu nilikuwa nimeweka pamoja? Ndio daktari. Wakati nimeweka hii ndio kitu imepaki pamoja na hii. Ndio daktari. Na mimi nilikuwa najua hizo vitu ndio maana nimeweka. Singeweza kuelezea hii. Ndio daktari. So huu ndio mtu wa mwisho kabisa. Hey. Na huyu sasa ndiye angefuata. Huyu ndio wangeua ndio wakuja wamalizie huyu. Ndio maana wameweka kwa hii chupa ya black. Hamwezi kuona nini? Mwangaza tutakuwa tunaona giza, tutabaki kwa giza. Giza tu peke yake. Haya, hizi vitu mimi tumehesabu tukapata ni ngapi? 3. 1 2 3. Ndio daktari. Lakini hapa chini zinaonekana kama ngapi? 4. So na kwako sasa hivi mko familia, tuseme, sitaki kusema jumla ya familia, mama, papa, wewe na msee na watoto wako, mko wangapi? 4. Mimi, bwanangu na watoto wangu 2. Ndio hapa mmefungwa mami. Nyota zenu zote mmefungiwa hapa. Nyota ambazo zilikuwa zinafanya nyinyi hata mkifanya biashara, mahali hata ukipata pesa hakuna mahali unaona mmefanyia nini. So hapa ndio mlikuwa mmefungwa. Ndio maana ametumia hii manyoya ya kuku. Na nikikuonyesha hizi ni 2 kubwa. Ndio daktari. Na kuna moja hapa ndogo. Ni ukweli daktari. Unaona? Ndio daktari. Na huyu ni Brighton. Unaona ni mkubwa? Ndio. Akifuatiwa na wewe. Ndio. Na huyu ni Aviana. Ndio daktari. Tukukuja na huyu mdogo. Ndio daktari. Hii ndio kazi ambayo ilikuwa. Mimi nimemalizia hapa, lakini sijamaliza kabisa. Nakumbuka una ile kitu ambacho nilipata? Ndio daktari, kile. Hebu angalia vile ilikuwa ndani wakaifungua. Ndio daktari. Ikamwagika. Ndio daktari. Hii kitu ikisamwagika na ikisafunguliwa, ewe ingie ndani, inaweza kutumika? Haiwezi kutumika. So hii ni uhai wenu ambao umemwagika chini. Ndio daktari. Na ndio maana waliweka huko, wakaiweka chini. Si ilikuwa ngumu, hata ungefanya nini ungeweza kuenda kwa daktari. So hii ndio maana hizi vitu mami, msichana wangu. Sijui kama sasa hivi umenielewa. Nimekuelewa kabisa daktari. So hizi vitu zote mami, mimi nitaenda nazo na nitaenda kusichoma. So kwa sasa hivi sina budi ya kuendelea kutoka hapa. So vile nimekuambia, kitu ambayo imepakia ni kutakaza nyumba yako. Msichana. Ndio daktari. Usikuwe na wasiwasi yoyote. Kila kitu kuna jambo la kufanyika na hii kitu. So kuna kitu ambacho ilikuwa imefanyikana, mambo yote yafanyikane. Ndio zizi zote watu wakuja kuangalia. Kuna watu ambao walikuwa na kutendea mabaya. Angalia pesa zako ambazo zilikuwa zimefungwa. Na ukumbuka hizi pesa, kuna kitu ambacho kimeniambia nikwambie hizi pesa ni za nini. Unakumbuka wakati ulienda kufanya shopping kwa supermarket? Ndio daktari. Kuna pesa ambazo zilikuwa change ambayo ulikuwa umerudishiwa. Ndio daktari.
Hii jinji ambayo ulikuwa umerudishia wakati ulikuwa umeshika kwa mkono wako hivi, ndio hiyo alikuja wakafunga mahali yako ya pesa. Hata ukipata pesa hakuna kitu ambacho unafanya nini? Nafanyia hizo pesa. So mami, Ndio daktari. kwa zile vitu ambazo nilikuwa nimetoa kwa nyumba yako, sote ndio hizi. Na unaona ni vitu mingi kuliko ambazo tulikuwa tumetoa nje. Ni kweli daktari. So kabla mimi sijafunga na hizi vitu niweze kunipatia karatasi mfuko niweke ndani. Ndio daktari. Swali lolote ambao mahali popote ambacho hujanielewa vizuri, nimekupa muda wa kuniuliza swali tena. Daktari, mimi nimekuelewa. So mimi tunakuomba tu kama msemo utatakasa nyumba utakase. Na hapo kitu hizi vitu hakuna kitu mbaya sitatutendekea. Hapo sitakufa, hakuna kitu yani hapo maisha yangu sasa itaendelea tu vizuri. Mami. Juu daktari, nilipokuuliza jana kwa nini channel yangu ilipotea, uliniambia ni mwanzo mpya kwa maisha yangu. Ndio maana hizo vitu zote ziliweza kunitendekea. So ni mwanzo mpya wa maisha yako. Na ndio maana hizi vitu zikakutendekea. Na sasa hivi hii January umefungua kwa siku ngapi? Siku moja. Hii ni siku ya pili. Hii ni siku ya pili. Sasa hivi ukiangalia kama iko siku ya pili. Sasa hivi umefika ngapi? 2K subscribers na siku ya pili. Hii ndio mwanzo wa maisha yako. Ndio daktari. Na kila kitu utaenda kupalikiwa. Amina daktari. Na wewe usijali. Ndio daktari. Wacha tutakaza nyumba yako. Ndio. Na nikishatakaza nyumba yako, hii nyumba itapaki kwa mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Ndio daktari. Na hakuna maafa yoyote itaenda kufanyika kwa hii nyumba. Kama kuna maafa itafanyika, ndio daktari, ni maafa ya Mwenyezi Mungu, sio ya binadamu mwenyewe. ndio daktari. Mungu ndiye atasema sasa mmehizi, na kwa hii maisha ambayo mmeweza kuishi imetosa. Ndio daktari. Sasa wacha niwachukue. Ndio daktari. So kitu mimi nitakutuma niweze kutakaza nyumba, utaniletea pezeni na maji na chumvi. Niletee niweke hapa nikaweze kutakasa nyumba.